Nimekuletea hili jeneza kama zawadi yako ya harusi. Tafadhali ingia ndani. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Yote yalianza baada ya siku ya harusi yetu. Kila kitu kuhusu harusi kilionekana kuwa cha kawaida kwa watu wengine, lakini ndani ya moyo wangu kulikuwa na kitu hakikuwa sawa. Jambo moja lilikuwa likinisumbua: hakuna hata mwanafamilia mmoja wa mume wangu aliyekuja kwenye harusi. Nilipomuuliza David mapema, alitabasamu na kusema, wao ni watu wa faragha sana, hawapendi mikusanyiko. Nilimwamini. Baada ya yote, mapenzi humfanya mtu aamini hata pale moyo wake unapokuwa na wasiwasi. Baada ya mapokezi ya harusi kuisha, wageni walianza kuondoka moja baada ya mwingine. David alinishika mkono tulipokuwa tukielekea kwenye gari ambalo lingetuchukua hadi hotelini kwa ajili ya fungate letu. Nilihisi nafuu. Nilidhani tukifika hotelini hatimaye ningeweza kupumzika. Lakini katikati ya safari, David alimsogelea dereva na kusema, badilisha njia, tupeleke kwenye ile hoteli ya zamani karibu na mochwari. Nilipigwa na butwa. David? Nilinong'ona kwa kulazimisha tabasamu. Kwa nini huko? Hotelini kwetu tayari tumeweka nafasi. Aligeuka na kunishika mkono taratibu. Niamini Uju, pale ni tulivu na penye amani. Utapapenda. Sikuipenda hata kidogo. Tulipofika, mapigo ya moyo wangu yaliongezeka. Hoteli ilionekana ya zamani na iliyochoka, na pembeni yake kulikuwa na jengo la mochwari. Hata hewa ilikuwa ya baridi. Nilitaka kurudi, lakini David tayari alikuwa anaingiza mizigo ndani. Ndani ya chumba, kila kitu kilikuwa kimepangwa vizuri isivyo kawaida. Kitanda kilitandikwa, friji lilikuwa linafanya kazi, lakini hofu ilikaa nzito kifuani mwangu. Hafla, David akasema, ninakuletea maji ya chupa. Nilishangaa. Lakini kuna maji ndani ya friji. Hakujibu. Alitoka tu. Niliamua kujisafisha kidogo. Labda nilikuwa nawaza kupita kiasi. Niliingia bafuni, nikanawa uso na kuvuta pumzi ndefu. Nilipotoka nje, nilipiga kelele. David alikuwa ndani ya chumba ameshika jeneza. Mungu, mpenzi, hicho ni nini? Nilipiga kelele nikitetemeka. Si ulisema umetoka nje? Na mimi? Nilifunga mlango kwa ndano. Sasa umeingiaje tena bila ya kukufungulia? Na hilo jeneza ni la nini? Mwili wangu wote ulikuwa unatetemeka. David alinitazama, lakini macho yake yalikuwa baridi. Alisema kwa utulivu, kama unataka tufanye tendo la ndoa leo usiku, lazima ulale ndani ya jeneza hili kwa dakika 5 tu. David, mume mpya wa Uju, alimwambia kwa uso mkali. Uju aliogopa sana. Wakati huo, kila kitu kilianza kueleweka. Sasa alielewa kwa nini hakuna ndugu wa David aliyekuja kwenye harusi na kwa nini alisisitiza kwamba fungate yao iwe kwenye hoteli ya zamani karibu na mochwari. Uju alijaribu kukimbia, lakini kabla hajafika mlangoni, David alifunga mlango na ghafla akatoa kisu kidogo. Usipoingia kwenye jeneza hili, nitajiua, alisema kwa sauti ya baridi, na kila mtu atakushtumu kwamba umemuua mume wako usiku wa harusi. Tafadhali, kwa nini unafanya hivi? Uju alilia, sauti yake ikitetemeka huku machozi yakimtoka. David alisogeza kisu karibu na koo lake. Macho yake yalikuwa meusi na ya kutisha. Una sekunde 60 tu, alisema. Usipoingia kwenye jeneza, nitajiua. Moyo wa Uju ulianza kudunda kwa kasi. Aliutazama mlango, kisha kisu, halafu jeneza lililokuwa juu ya kitanda. Lilikuwa jekundu, linang'aa na lilikuwa sawa kabisa na ukubwa wake. Hofu ilimfunika kabisa. Kwa mikono inayotetemeka, alisogea karibu na jeneza. Akili yake ilikuwa inamwambia, kimbia, lakini mwili wake ulikataa kusogea kwa haraka. Taratibu, alifungua kifuniko na kuangalia ndani. Kulikuwa na giza na harufu ya ajabu. Mwili wake wote ulitetemeka alipokuwa anaingia ndani. Mara tu alipolala, jeneza lilijifunga lenyewe. Hapana, fungua! Uju alipiga kelele akigonga kifuniko kwa nguvu zake zote. Nje, David alianza kucheka kwa sauti kubwa ya kichaa isiyozuilika. Uju aliendelea kugonga na kupiga kelele, lakini jeneza halikufunguka. Mikono yake ilianza kuuma na koo lake likawaka kwa kupiga mayowe. Ghafla alisikia hatua za miguu. Sauti nyingine ilisema, kwa hiyo imekamilika? Ndiyo, David alijibu kwa furaha. Uju aliganda aliposikia vizuri. Hatimaye tutakuwa matajiri tena, yule mwanaume alisema. Huyu ni wa 17, sivyo? David alicheka. Ndiyo,
unajua wanawake wanapenda pesa. Nilikutana na huyu kwenye Facebook. Baada ya kutumia pesa kwake na kwa wazazi wake, alikubali nimuoe. Moyo wa Uju karibu usimame. Lazima tumzike akiwa hai leo usiku ndani ya jeneza hili jekundu, sauti nyingine ilisema. Hivyo ndivyo mganga wa kienyeji alivyoelekeza. Tafadhali, tafadhali nisaidieni. Uju alipiga kelele akiwa ndani ya jeneza, akigonga kwa nguvu zaidi, lakini lilibaki limefungwa. Alihisi jeneza likinyanyuliwa. Mwili wake ulitingishika kidogo walipokuwa wanalibeba. Muda mfupi baadaye aliwekwa kwenye buti la gari. Injini ikawashwa. Walikuwa wanaendesha. Uju aliomba kwa sauti kubwa, akilia na kumsihi Mungu asiruhusu afe kwa namna hiyo. Gari lilisimama hatimaye. Alihisi jeneza likitolewa tena. Kisha akasikia sauti ya kuchimba mchanga. Ndani ya jeneza, Uju alikuwa hawezi kupumua vizuri. Jasho lililowesha nguo zake za usiku wa harusi, huku akiwa amelola kimya, akisikia mchanga ukitupwa juu ya kaburi. Mikono yake ilikuwa dhaifu, koo lake limekauka kwa kulia. Nje, David mume wake alifuta jasho usoni. "Harakisheni," alimwambia rafiki yake Daniel. "Kabla mtu hajatuona, funikeni jeneza." Uju bado alikuwa akiomba wakati ghafla jeneza likashuka kwa kishindo. Walikuwa tayari wamelishusha ndani ya kaburi. Uju alipiga kelele kwa nguvu zake za mwisho, akilipiga jeneza tena na tena. "Tafadhali Mungu niokoe, sitaki kufa," alilia. Wakati David akiinua koleo kuanza kulifukia jeneza kwa mchanga, "Wacha koleo!" Sauti kubwa ilipasua ukimya wa usiku kama radi. Kila mtu aliganda. Taa kali za gari ziliangaza makaburini, zikafuatiwa na mlio mkali wa ving'ora vya polisi. Polisi kadhaa walishuka kwenye magari yao wakiwa wameelekeza bunduki zao. "Polisi! Hakuna anayesogea." David aliachia koleo mara moja. Mmoja wa wale wanaume alijaribu kukimbia, lakini alidungwa chini ndani ya sekunde chache. David alisimama pale pale, akitetemeka, huku askari mmoja akimwelekezea bunduki. Kisha mwanaume mmoja akasogea kutoka nyuma ya polisi. Alikuwa baba yake Uju. Uso wake ulikuwa umejaa hasira, hofu na maumivu. "Nilijua," alisema kwa sauti iliyovunjika. "Nilijua wewe si mwanaume mwema." Mapema usiku huo, baba yake Uju hakuweza kulala. Tangu David aingie kwenye maisha ya binti yake, alikuwa na wasiwasi. Hakuna familia yake, siri nyingi, uongo mwingi, na simu ya Uju ilipokuwa haipokelewi ghafla sehemu isiyoeleweka usiku wa manane, moyo wake ulimwambia kuna kitu kibaya. Alifuatilia simu yake mara moja na kukimbilia kituo cha polisi. Pamoja walifuata ishara hadi moja kwa moja makaburini. "Fungueni jeneza hilo sasa," askari mmoja aliamuru. Polisi walikimbia mbele, wakalitoa jeneza ndani ya kaburi na kulifungua kwa nguvu. Uju alivuta pumzi kwa nguvu na kuanza kulia kwa sauti. Mwili wake ulikuwa unatetemeka alipoinuliwa kutoka ndani. Baba yake alimkumbatia kwa nguvu, akilia kama mtoto. "Binti yangu, binti yangu," aliendelea kusema. "Uko salama sasa." David alipiga magoti, akilia na kuomba msamaha. "Sivyo mnavyofikiria," alilia. Polisi hawakumsikiliza. Wakamfunga pingu mikononi. Daniel na wenzake walikamatwa mara moja. Uju alipokuwa amekaa mfinikwa blanketi la polisi, akitetemeka na kulia, alimtazama David kwa mara ya mwisho. Mwanaume aliyemuoa asubuhi alikuwa karibu kumzika hai kabla ya usiku wa manane. Usiku huo, Uju alirudi nyumbani na baba yake, akiwa hai. Mwisho. Ni follow ili uweze kupata simulizi nzuri zaidi ya hii. Umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii?